Buyamole naende. Buyamole kegima. Buyamole bokongu. Arambe. Buyamole. Nakimwa teba. Arambe. What? Ngoja kidogo tu. Basi. Aje. Sasa abantu baminto Buyamole Yomba anjete ngwete ngange naenda mbaire mwenzi pito kaenda komenya mwenzi hapo. I love you so much. Buyamono sana for this energy. I love you right back. Buyamono sana. Bona abantu baminto tigamba tebi. Moma etenkoli kitole gento. Toli gento. Mota que te toli gento. Você vai não mota que te. Coli kitole gento. Ona una toko na coli gento iga. Aba muraba toko gento como? Banji kire uchisobo. Na achiere korrakero yomo. Lero igo bana chite kina bache gotokwaniga. Igonda que te koma boli kaka moranje. Mimi nataka kuwashukuru sana kwa kufika hapa kwa wingi namna hii. Ninajua tuko na viongozi wengi hapa, lakini pia tuko na watu kama nyinyi wengi wanatungojea Nyamarambe. Sasa ninataka kuwaomba tafadhali kwa heshima kubwa, hapa Suneka niko na warafiki wengi sana. Mheshimiwa Beka jibana ijinze chonzi pitoro netalibo nejibu busera mokireiga abantu baminto abara ibara ababo nchali ochakero mochumbo ino chalso nchoke ocha abantu bande bamino balega iga omoshimiwa mugunde regalia abantu mbara momwano libo pore naro omwana onara mosoti oyo ubora ibwa basayo oyo kwa momoro nara koro kusungura no yonde nare iga okoro cosmas wono gakiti gamba tebi igonda eteko basaba mabera litangani ego eranda kete. I want only the principals to say something so ine que suntenge chico tobugate soko genda mwangere libagelio elinde ngenda bageni boka elinde toke Nyamarambe tali boigo abara ibagu sibonzi pino obalega omongina Janet yongera olia omogako minto Professor Samongeri olia Mheshimiwa Bridget Ombati olimaega omogako minto Ezekiel Machogunara enduyane Dr. Ndari noalega Ensalimache noera baba murevu nobara abara ibagu sibons nobara abachumbe bagu sibons nobara baka engineer maragia bons nobara tali boigo bas bono tumwale wakoraiga mimi najua hata even my colleagues our principals they have been accompanied by a lot of leaders. Mimi niko na marafiki zangu hapa akina Kibagendi ambao tunatembea nao. Ninataka sasa tafadhali niwaombe kwa sababu ya wakati. Hata Mheshimiwa Mingo Magara yuko hapa, tuko naye, Mheshimiwa Imeke na wengine wote, ndugu yangu Ben Momanyi kutoka Nyamira, wote wako hapa. Mimi nataka kuwaomba tafadhali, wale wote tuko hapa, twende tuongee Nyamarambe. Munikubalie kwa hisani kubwa. Hata ndugu zangu viongozi hatuta introduce mtu yote. Ninataka tu wale tuko nao principals wawasalimie ili tuende Nyamarambe kabla giza izaingia. Tali boigo. Waiwana nile. Nimekuja hapa na viongozi wa kitaifa wenzangu katika upinzani ambao tunaandamana nao katika safari hii, na mtawaona wote hivi karibuni. Nimeandamana na aliyekuwa vice president wa Mheshimiwa Kibaki ambaye anaitwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka.
niko na Mheshimiwa Eugene Wamalwa, niko hapa kwa gari na kiongozi wa chama cha PNU kutoka Meru, Mheshimiwa Peter Munya, na pia niko na second deputy president wa Jamhuri ya Kenya, ndugu yetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Sawa. Mbuyatole Arambe. Mbuyatole wasembo betole. Basi, wanoje mwangere libaga, wale wa vuvuzela, wale wa banners, tafadhali ninawaomba kwa hisani yenu. Hawa viongozi wetu kila mmoja atazungumza dakika moja mbili ili tusichelewe tukishikwe na giza Nyamarambe. Nitaanza na Mheshimiwa Peter Munya. Watu wa Suneka mjambo. Suneka oye. Suneka oye. Mimi sina mengi ya kusema, nimeona vile mmetokea. Sisi tulikuja hapa kuona kama mmeshikilia Dr. Fred Matiang'i ndio tuweze kuenda mbele na yeye. Unamjua yeye ana sifa ya kufanya kazi. Alikuwa ameshikilia serikali ya Uhuru vizuri sana, akaendesha elimu, si ndio? Akaendesha mambo ya ardhi, akaendesha mambo ya security. Si alifanya? Hakufanya. Sasa kwa hii serikali ambayo inaanguka ni mdomo tupu, na uporaji wa mali ya umma wa hali ya juu. Haijawahi kuonekana uporaji ule unaendelea saa hii. Kila kitu ni kuuza na kuiba, Mnataka hiyo iendelee? Wangapi wanataka sasa? Wanasema hapana. Wangapi? Nione wangapi? Kwa hivyo sasa tuweze kuenda na Matiang'i mbele, tumuunge mkono, tuende mbele, tushikane pamoja kama timu ya opposition, tuende mbele, tung'oe serikali. Nione. Asanteni Suneka. Haya, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Abandu basuneka mbuyamore, bandu basuneka mulembe, abana ba Nyasaye mulembe, abagusi mbuyamore, mbuyamuno mwatoire omugambi. Omugambi umuya Dr. Fred Okengo. Tugende tunyore omugambi wa Kenya. Na sisi tumekuja hapa kuwaomba mtupe huyu kijana wenu, twende na yeye pamoja na Kalonzo, pamoja na Rigiji na huyu Munya, tuunde serikali ya Kenya. Na vile mimi namuelewa, nimekuwa naye kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Huyu jamani mchapakazi, haki ya Mungu. Na sisi tumesema twende pamoja, sababu yule aliye kitini State House leo ameshindwa na kazi. Yeye alitoa ahadi nyingi, Bwana Ruto. Hapa alisema kutakuwa na airport ya Suneka. Watu wa Kisimuko na airport. Jana tumekuwa tunatembea tukikuja upande ule mwingine kutoka Keroka, alisema anaweka dual carriageway sababu town ya Kisii imefinyika, ili iwe dual
carriageway. Tangu atoe hiyo ahadi miaka 4 imekwisha. Mko na dual carriageway? Tumekuwa Nyamira alisema anajenga damu. Tulianzisha na Uhuru nikiwa waziri wake wa maji. Damu ile ya Magwagwa. Damu ya Bunyunyu. Haki ya Mungu hadi sasa kuna chochote amefanya. Tulikuwa na cancer center, tulikuja na huyu Matiang'i na Uhuru Kenyatta tukaanzisha cancer center hapa. Miaka 4 hakuna chochote kimefanywa cancer center kujengwa hapa. Kweli si kweli? Si ameshindwa na kazi? Sekta ya afya imeharibika, haijaharibika? Sekta ya elimu imeharibika, haijaharibika? Aende asiende jamani? Alafu ati yeye badala ya kuja kutengeneza the transformative project za Kisii na Nyamira analeta ati kitu inaitwa nyota. Ati analetea vijana nyota. Leo nataka niambie vijana wa Kisii na Nyamira, hiyo nyota ni pesa ya World Bank, sio ya Ruto bwana. Na akileta hizo pesa mkule, lakini msimpe kura, sawa sawa? Hapo umeamua ni one term. Mumeamua ni one term. Hata alete nyota, hata alete mwezi, hata alete jua. Ni mbaya. Semeni mbaya. Semeni mbaya. Hata ameze brufen ni mbaya. Hata weke mawe ni mbaya. Asante, Mungu awabariki. Ndugu yangu, kolera yetu, kiongozi wa Wiper, presidential candidate wa Wiper, vice president wa Kibaki, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asante. Soneka hoye! Hata wale uko juu, kule juu, Soneka hoye! Nikisema Wiper tutakubaliana tunakomboa Kenya. Nikisema Wiper komboa Kenya. Nikisema Harambee one term. Sema hiyo. Wiper. Wiper. Soneka. Matiang'i. Kalonzo. Harambee. Hapa ni Soneka. Mbona ile Soneka ingine ilikuja Fred haikuwa watu wengi namna hii? Kwani ile wasichana yangu wawili niwapatia ndio mezana namna hii? Haya. Nadhani nitaweka break. Yaani watu Soneka wakati wanasema tukuwa pamoja. Lakini sasa tumekuwa pamoja na Fred Matiang'i. Mnataka tusonge mbele pamoja? Wangapi ananipatia Matiang'i tusonge mbele kabisa? Sasa hii timu inajua kutengeneza nchi. Mesikia amesema mimi nilikuwa makamu wa Kibaki, tulianzisha free primary education. Kasongo ameharibu. Hata sasa kupeleka ya 10, grade 10 haijulikani. Nilisikia anatembea jana akisema siku hizi ukifanya ilikuwa na ukipita vizuri unapata A. Si ni kweli? Siku hii unapata ile ilikuwa ya kuanguka E, ndio na mambo gani yanapindua inakuwa kitu haijulikani. Yaani hata elimu, mimi na Matiang'i tulikuwa mawaziri wa elimu. Mimi kabla yake tukaanzisha free primary na tulikuwa na mipangilio ya kuwa na free secondary in all public schools. Kitu naweza kuambia, tukichukua mamlaka watu wa Soneka, nataka niwahakikishieni tutaboresha elimu. It will be free kutoka cradle nursery mpaka form 4 ama ile grade ambayo inawekwa lazima kwanza tupige hiyo msasa, tujue kitu inaitwa CEB, hata walimu waelewe ni nini, watoto waelewe ni nini. Lazima kwanza hii kitu tuitengeneze upya, ama namna gani? Kwa hivyo Fred na sisi tunajua mambo haya, kwa sababu ameharibu elimu, ameharibu matibabu. Sasa haijulikani. Ndugu yangu Eugene amekataa amesahau kuambia hii ya Ruto ni sho. Haijulikani kitu gani. Hata linda mama ameharibu, amekosa kulinda mama.
Tuna sababu nyingi. Ameharibu mkataba wa kisheria. Hata leo nimeona magazeti imeandika mawaziri wake wenyewe wamekosa hata tabia. Under Public Integrity Act, Public Ethics Act, hakuna waziri ambaye anaruhusiwa kwenda kuhutubia mikutano ya siasa. Hawa wote ni wakeukaji wa katiba, wao mahali yao ni kupelekwa ndani. Kwa hivyo mambo haya ni wazi, tuna kazi nyingi. Kazi iliyo mbele yetu, ndugu zangu wa korera zangu, ni kukomboa Kenya. It is not going to be a normal election. Lakini tunataka kuhakikishieni sisi hatutakubali na tunakubaliana sisi zote pamoja na watu wa Suneka, watu wa Bagusi wote, hata walioko ng'ambo, kwamba Ruto hataruhusiwa kuibia mtu mwingine kura. Na hii sio ile timu. Hii sio ile timu ya kuibiwa kura. Nakumbuka mimi na Raila miaka 15 anatuibia. Hapana, haitawezekana tena. Tumechoka na watu wa Kenya wamechoka. Ndio sababu wanaweka the wrong leadership in place. Kazi ambayo tulianzisha na Raila tutakamilisha na hawa ndugu zangu, mpaka Kenya iwe mahali pa heshima, mpaka hata I remember one time, I think Professor Ongeri, you remember we took off from Suneka Airport one time. Ilikuwa usiku. Wakasema hii kitu hapa ni short runway. Hao wamekuja wamesema watatengeneza Suneka Airport. Sasa wamehamisha, wanapeleka kwingine. Serikali ya udanganyifu mtupu. Kwa hivyo hii ni makateli. Hao watu wanaoa watoto wetu na kupiga risasi. Rais gani duniani umewahi kusikia akisema, akitoa amri ati watoto wakifanya maandamano wapigwe risasi kwa miguu? Huyo ni rais ama ni njambazi? Wangapi wanasema huyu ni njambazi, sio rais? Kwa hivyo tumeamua manjambazi wanatumia wahuni. Siku hizi hata polisi hawana mamlaka. Badala ya polisi kulinda wananchi, wao wanasimamia wahuni waje waharibu mikutano kama ile tulikuwa nayo jana. Lakini huwezi kuharibu, huwezi kudhoofisha mafikra ya watu kuliko mahali ambapo wanaweza kuvumilia. Kwa hivyo we want to come to tell you, korera zangu, tomorrow will be a brighter day. Kesho is going to be a different country. We are not going to allow Ruto to run down this country. Sasa hivi amekuwa na tabia sasa ya kuuza strategic public institutions. Kama alianza sasa ameuza Kenya Pipeline, hata M-Pesa anauza. Tumeenda kotini, tulimkomesha akiuza uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Mimi na Eugene tukaenda kotini tukamkomesha. Mnakumbuka Muhindi alikuwa anaitwa Andani. Huyo Andani ndio huyo wanauza 204 billion Kenya shillings. Shirika la Safaricom ndio the goose that lays the golden egg. We want the people of reputation, proper repute kama Vodafone International. Wajue wana deal na crooks. Wafikirie hiyo mambo. Kuuza 15% ya mali ya umma bila kuwashirikisha wa Kenya, tutakomesha mambo. Wangapi wanasema tusikome, tusonge tuwatoe mbele? Hatutakubali Safaricom iuzwe kwa bei ya kununua kuku, ama sivyo? Na kwa hivyo tuko pamoja, tutahakikisha all these things. Watu ambao ni wawekezaji, we are placing them on notice. Any investor who is trying to buy a public strategic institution, ajue kwamba tukichukua serikali mwaka ujao, we shall have to review and where necessary reverse those maneno. Kwa wanautafuata utapata kwamba mahali wanauza kuna share fulani wanapata 10%, 20%. Hii imekuwa serikali ya makateli. Hii sio serikali ambayo inaweza kupatiwa heshima. Ndio sasa watu wanasema it's a revolutionary time, kwa sababu lazima tukomboe Kenya. Mko tayari? Mko tayari? Nyinyi nitawapatia rigijia waulize kama nyinyi mko hapa ni Suneka. Ndio hiyo. Mnataka Suneka hoye? Korera hoye?
Wangapi wanasema Ruto one term, one term, one term, one term? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, ndugu yetu the second deputy president of the Republic of Kenya, ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hapa nasuneka mumejitokeza namna hiyo, mimi natolea nyinyi kofia. Hata wacha nipande hapa juu tuelewane. Haya, Suneka oye! Suneka oye! Biamore! Biamorende! Hamjambo! Muriega! Muriega regi! Hi cousins! Hi kuzo! Hi cousin! Cousin hi! Makazini wapendane wasipendane. Makazini watembeleane wasitembeleane. Makazini watafute serikali pamoja wasitafute. I am happy to be home. Hapa Kisii kwa my cousins. I've missed you my cousins. I've missed you my cousins. And I love you. Mimi nimefika hapa kama familia kuja kutembelea our cousins kwa sababu sisi ni watu moja. Jamii ya Wabaguzi na watu ya Mlima Kenya, we are one thing. Kwa mambo ya biashara tuko mbele kama mfuko ya shati, si ndio? Kwa mambo ya matatu tuko mbele. Kwa mambo ya manyumba, mambo ya ukulima, hata jela sisi na nyinyi ndio wengi. Harambe! Unajua watu ya tafutaji lazima wapate matatizo pale na pale. Si mnanielewa? Mnanielewa mwelewi? Harambe! Mimi nimekuja hapa nyumbani kutembea kwa mwaliko ya ndugu yangu Fred Matiang'i. Jana tumekuwa na sherehe maalum na ya maana sana katika jamii ya Abaguzi. Jamii ya Abaguzi ni jamii ya heshima, lakini haijapata maendeleo na mambo yengine kwa sababu hamkuwa na kiongozi, si ndio? Mlikuwa mkienda kutafuta serikali mnapitia kwa third party, hamuendi kwa mesa direct. Sasa wakikula mbu, wanakula miguu, wanakula mbavu, mnapewa matumbo, si ndio? Mumechoka na matumbo? Mumechoka na matumbo? Sasa tu vile jana wazee ya jamii ya Umugusi, Matundura mzee wetu na wengine kina Profesa Samongeri, wazee wa hekima, wa maana, wa heshima katika jamii, wamepiga darubini, wameangalia, wamepima, wamekubaliana kwa kauli moja ya kwamba lazima jamii ya Abaguzi ikuwe na kiongozi na msemaji. Na jana ikaamriwa mchana, kila mtu akiona ya kwamba kiongozi wa jamii ya Umugusi na msemaji pekee ni Dr. Fred Okengo. Wangapi wamekubaliana na hiyo? Wangapi wamekubaliana? Basi sasa mimi kama mmepitisha hiyo, wacha nifanye kazi yangu. Mnajua chama yangu inaitwa nini? Inaitwa nini? Kazi yake DCP. DCP. Suneka tusikize ground ama namna gani? Tusikize. Haya. Hapa ni Suneka. Hapa ni Suneka. Rigiji amefika kusikiza ground. Hapa Suneka. Munasemaje? Ati? Ati? Ata Suneka munasemaje? Hapa ni one time. Wacha tuone. Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe
Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Basi sisi tumefurahi sana mtupatie huyu ndugu yetu Fred Matiang'i. Amekuwa Amerikani, tumeona mambo imekuwa ngumu, tukasema mambo ikiwa ngumu familia inaketi pamoja. Tukaenda mpaka Amerika, tukamwambia wewe kiongozi umeharibika kule. Wakikuyu wanasema kumedhoka, si ndio? Kumefanya nini? Kasongo ametumaliza, amepiga Gen Z risasi, amesema tupigwe risasi ya mguu, ameiba mali ya Kenya, ameharibu uchumi, ameharibu masomo, ameharibu matibabu, amebagua jamii ya Wamgusi. Tukamwambia kijana, toka Amerika huko kwa wazungu, kuja nyumbani utusaidie kufukuza Kasongo aende nyumbani. Harambee! Si amefanya mzuri? Ama angekaa huko asaidie wasugu tukiumia? Asaidie wasugu hapa nyumbani? Hapa nyumbani. Sasa mimi miezi alipokuja akanialika hapa Kisii. Yule kijana ya Kasongo, hii anaitwa nani? Bwana, hii hapa. Hii gavana anaitwa nani? Ati Simba. Simba ya Sangabi. Hiyo ni Simba gani? Hiyo ni Simba Malala. Sasa huyo Simba yenu hiyo anasema ati Rigiji amealikwa na Matiang'i Kisii, ati hawezi fika Kisii, hawezi kubali. Mimi nauliza, huyo kijana ako na title ya Kisii? Kisii ni yake? Ni ya mama yake? Rigiji amefika hajafika? Atadu? Mimi nasema, unajua huyu Kasongo alikuwa anataka kuniharibia jina kwa sababu anajua mimi ni maarufu. Alitaka nisitembee Kenya. Anasema ati mimi nakaa mlimani, sitembeangi Kenya. Mimi nauliza, hapa ni Nyeri? Hapa ni Kirinyaga? Hapa ni Nyandarua? Hapa ni Murang'a? Hapa ni Kiambu? Hapa ni Meru? Hapa ni Embu? Hapa ni Tharaka Nithi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni Kisii. Wangapi wamekaribisha Rigiji? Wamekaribisha Rigiji? Harambee! Wacha nimwambie ndugu yenu, my people, you have a great leader here. Alifanya kazi na Uhuru Kenyatta, akapewa maneno ya masomo akanyorosha, akanewa mambo ya usalama akanyorosha. Huyu kiongozi atakuwa kiongozi wa maana katika Jamhuri ya Kenya, si ndio? Si tutaunda serikali pamoja? Si kazi ni mingi hapa, tutagawana. Moja ashike hii, mwingine ashike hii, namna hii tuendelee, si ndio? Lakini ndio huyu kiongozi afaulu, lazima muunge mkono kutoka nyumbani. Charity begins at East or West? East or West? Huyu Fred Matiang'i hawezi faulu kama hana support nyumbani. Na njia moja ya kusupport yeye ni kumuondolea wale vijana wanatumiwa na Kasongo kumtatiza na kutatiza jamii, si ndio? Adui yenu kubwa ni wasaliti wa jamii ya Wamgusi. Wale ambaye wamekubali kuuza jamii kwa Kasongo wanafikiria tumbo yao. Jana huyu gavana wa hapa Kisii amepewa pesa na Kasongo, wakiwa na Osoro na Nyakundi na yule Zahiri. Wametafuta wakora wahuni, wamenunua mapanga na mishale na fimbo, wampige wamuue Fred Matiang'i jana pale Keroka na pale Kisii. Ni aibu, si aibu? Sasa nyinyi mkitaka huyu kiongozi afaulu, kwanza msafishe Kisii. Msafishe. Wasaliti wote mfanye nini? Huyu governor ni one term, si one term. Huyu Arati ni one term, si one term. Wangapi wanasema Arati ni one term, one term, one term, one term? Aende nyumbani asiende? Aende nyumbani asiende? Na hiyo vijana watatu ambaye wanatumika, wanapewa pesa kila mtu bilioni 2 kila wiki, wamtatize Matiang'i, watatize jamii ya Wamgusi. Msafishe. Mtasafisha? Mtasafisha?
na mimi nitaangalia huyu kiongozi ataheshimika Mlimani, ataheshimika Ukambani, ataheshimika Ingo, ataheshimika Pwani kama kwanza ameheshimika nyumbani. Ana kama hakuna heshima nyumbani, hakuna heshima atapata nje. Ni makosa watoto wadogo kumtukana Matiang'i hapa Kisii. Watu wanasema yeye ni bure, hakuna kitu anajua, sijui nini. Mimi wacha nimwambie pale Mlimani, hiyo vijana yote ya Kasongo, hakuna kamoja kanaweza kunitukana kakiwa Mlimani. Wanatolewa na vijana mbio. Vijana wanatoa mbio. Wakitaka kunitukana, anawakombolea ndege, wanaenda kunitukana wakiwa Sugoi. Lakini wakifika Githurai, kiingilio wa mlima, wanafunga mdomo. Mimi nataka huyu Arati na hiyo vijana watatu muwafunge mdomo wakiwa hapa Kisii, wasimtukane huyu kiongozi. Harambee! Matiang'i alindwe asilindwe? Aheshimiwe asiheshimiwe? Mimi nataka nimhakikishie tutafuta serikali pamoja. Na tumesikizana kati ya Matiang'i na mimi na Kalonzo na Wamalwa na Muturi na Tebea, Martha Karua, tutaketi, tutatoa kiongozi moja wa kupambana na Kasongo. Na sisi sote, kama mimi Rigiji sitapata, nitaunga mkono yule ambaye atapata. Huyu Fred Matiang'i asipopata, ataunga mkono yule atapata. Huyu Kalonzo Musyoka asipopata, ataunga mkono yule atapata. Huyu Eugene Wamalwa asipopata, ataunga yule atapata mkono. Kwa sababu huyu Kasongo ni mtu ya kupambana naye. Mimi namjua sana. Mimi namjua. Mimi ndio kiboko yake. Si nilimsaidia? Mimi nilimsaidia akakuwa rais wa Kenya. Nikamtafutia kura milioni 4. Kufika pale akanisaliti, akasaliti watu wangu. Akatupiga teke, akatuchenga, akatudanganya, tukawachana na yeye. Sasa analia, hii mlima imeenda. Tulimwambia usiguze mlima. Ukigusa utateleza. Si ndio? Sasa anasema mimi ni mkabila. Siku niliunga yeye mkono, alikuwa Mkikuyu, alikuwa Mumeru, alikuwa Mwembu, si ni Kipchirchir, si nilijua. Sasa hiyo kura, mimi na watu yangu tukiamua tupatie Matiang'i, atadu. Sasa yeye analia, sisi tulikuwa na yeye na contract ya miaka 5. Akaharibu contract, we are terminating the contract and enter the contract with another leader. Si ndio? Ya mwisho ndio tupatie wengine nafasi. Sasa mnajua Machogu, waziri wa elimu, kiongozi wa maana, alikuwa anatetea wa Kisii hapo kwa baraza la mawaziri. Nafasi ya kazi ikipatikana, nasema tupatie. Jeshi ikipatikana tupatie. Kasongo kwa sababu anachukia wa Kisii akamfukuza, akasema ni mkabila. Nikienda kumuuliza kwa nini umefukuza Machogu, anasema hiyo mtu ni mkabila, kazi yake ni kufikiria mambo ya wa Kisii. Ninaona wewe Rigiji umeharibu, amekuwa mkabila kama wewe. Sasa nikamwambia okay, sasa hii jamii imewachwa na nani? Okay, sawa, wacha Machogu aende. It's okay. Tena alimfanya madharau, anapatia deputy yake, ule alikuwa deputy governor akuwe waziri. Nikamwambia okay, sasa hii wa Kisii nani atawachunga? Asema wa Kisii niko na kiongozi. Niko na kiongozi wa Kisii. Nikamuuliza kiongozi gani? Ile kitu aliniambia, na hii mtu hana adabu. Hana adabu. Ana dharau jamii ya wa Kisii. Hata mimi naona haya kumwambia vile aliniambia. Wacha niwache. Nimwambie mtakasirika, roho yenu itachafuka. Nisema nisiseme? Unajua Kasongo aliniangalia kwa macho, mimi Rigiji, mtoto wa Maumau. Nikamwangalia macho kwa macho, eyeball to eyeball. Akaniambia mimi nimeangalia hii wa Kisii, viongozi yote ni bure. Kiongozi yule ninaamini na ninaona ataongoza jamii ya wa Kisii kabisa, ni Silvanus Osoro.
Ni madharau si madharau? Ni madharau si madharau? Sasa nyinyi, mtu kama Kasongo anadharau nyinyi kama jamii, mnaweza patia ya kura? Wacha nimwambie my cousin, unajua mimi ni mtu ya fujo kidogo. Nikikasirika niko fujo kidogo. Haki ya Mungu, Kasongo akifikisha kura 10,000 hapa, nitakuja na kiboko nichape nyinyi. Harambee! Kasongo aende asiende? Nisalimiane nyumbani. Mtakuja kunitembelea wa Munyoro? Mtakuja siku gani? Mtaletwa na nani? Ambe abantu basuneka kuna nabatebya abana baino igana bange whom I work with Mheshimiwa ino Charles Onchoke, Mheshimiwa Cosmas Ayeko, Mheshimiwa Joshua Maragia, Mheshimiwa Pavelo Imeke, Mheshimiwa Stella Pore na ba MCA Mbara bange ga Mheshimiwa Sungura, Mheshimiwa Ombati, Mheshimiwa Wilkins Mochokoro, Mheshimiwa Mosoti the youth leader Gage Mbulembe. Nabala ina bange bara abajubiri katoya na Nyamarambe. Lakini nkole reiga ntegerere moiwe. Tegerere abantu baminto. Abantu baminto ngoli kitorobo gambie nsei. Yo tota que te tobe amo. Tosi kane. Toi wana ine. Debia bara iba ito bari ba chorire. Nje gomba sikete kero mondo na ndenta que te toba sike. Daenda onyalinga na liko boro to kwane amo una bana bamo. Lakini ko genda kolinya abantu bachiko salime sangerekano ya ito aitalia masikani mwanjire boli. Ama aitali masikani. Mwakani kabisa, we will not accept ya mangana hiyo. Ndoko ana mange egaruko ikire Nyamarambe. Kwande jaji onchoka wa kwanye dakika ya moto mara kwa yana. Aya. Arambe. Arambe. Wazi. Aya. Yastaba sesenye. Aya. Toikenga buya mono. Togende. Arambe. Buya mono. DJ nipatie ngoma tafadhali, tukienda Nyamarambe. Tuende DJ nipe ngoma tafadhali, titu ngoma.